Habari mdau wa Authentic Swahilians Tips. Najua leo mnaona kuna mazingira tofauti kidogo. Mmezoea kutuona tukiwa ndani, niko na ndugu yangu pale Badman, au tuko na wageni mbalimbali tukizungumza na kujadili mambo mbalimbali ya husu masuala ya kijamii, kiuchumi, kitaaluma na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana hapa Taiwan. Leo tumeamua kidogo kubadilisha mazingira. Tuko katika, kama mnavyoona, mazingira mazuri kidogo, na lengo la kubadilisha mazingira kwa sababu mtu ambaye leo niko naye, mgeni wangu wa leo, ni mgeni special sana kwangu, lakini pia naamini atakuwa special kwenu kwa kile ambacho wataenda kuzungumza. Na kwa record tu, huyu ndiye mwanamke wa kwanza kufanya interview katika kipindi cha Authentic Swahilians Tips. Na kwa heshima alikuwa nayo, basi nilisema leo sitoka studio, tutoke kumfuata. Karibu sana Madam Leila. Asante sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa alhal? Alhamdulillah. Haya bwana, mimi naona tuzungumze Kiswahili ili tusiweze kuwachanganya wasikilizaji wetu, maana kuna wengine kidogo Kiarabu akipande. Wewe nafahamu Kiarabu kiko vizuri sana kwako. Naam. Lakini basi tuzungumze sasa kwa faida ya watazamaji wetu. Ningependa kwanza kukutambulisha mgeni wetu wa leo. Anaitwa Leila Omar Abd. Mimi napenda sana kumuita Madam Leila. Ni mwanafunzi ambaye yuko hapa Taiwan akichukua shahada ya kwanza ya maendeleo endelevu, lakini pia ana background kubwa sana ya elimu huko alipotoka, nafahamu, na baadaye utashare na sisi kidogo. Sasa Leila, kwanza nikukaribishe rasmi katika kipindi chetu cha Authentic Swahilians Tips. Karibu, unajisikia uko nyumbani, na nafahamu kwamba wewe ni mdau mkubwa wa Authentic Swahilians. Nashukuru sana Bwana Hussein. Unajisikiaje kuungana nasi? Kwa sababu mara nyingi na kuona unafuatilia, naonaga likes zako, naona ni mtu ambaye umetufollow. Unajisikiaje leo sasa kuungana nasi kwa katika interview yetu? Najisikia vizuri kwa sababu napenda kusupport harakati zinazofanywa na vijana wenzangu. Kwa hiyo nimeona ni jambo sahihi, kwa hiyo nikaona why not join. Ndio maana leo niko hapa. Nashukuru sana kwa kunialika. Nimefurahi. Sawa, na wanasema ukialikwa alikika, na wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Basi naamini ugeni wako wa leo utakuwa na faida kwetu sisi kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo tutajifunza kutoka kwako, kwa sababu kama ninavyofahamu wewe ni mtu ambaye unajishughulisha na masuala mengi, unaopiga mwingi sana katika masuala ya kitaaluma, katika masuala ya kijamii pia, na katika nyanja nyinginezo unafanya pia project za mazingira, nafahamu. Kwa hiyo naamini mazungumzo yetu ya leo hapa yatakuwa na tija sana. Sasa kwa kuanza tu Leila, mimi nakufahamu tangu ukiwa Tanzania na tangu mimi nikiwa Tanzania kabla sijafika hapa. Kwa hiyo tuna historia kidogo. Lakini kwa mtu ambaye hamfahamu Leila, kwa maneno machache, Leila ni mtu wa aina gani? Nashukuru. Mimi ni Leila ni mwanafunzi kwanza. Nasoma bachelor yangu hapa ndani ya Changjiang Christian University. Mimi ni senior bwana, namalizia. Nashukuru Mungu kufika hii hatua kubwa. Lakini pia mimi ni mwanaharakati, nasaidia watu ambao ni mahitaji maalum. Kwa hiyo nilikuwa nafanya harakati hizo nilikuwa nyumbani Tanzania, lakini pia nafanya pia nilikuwa huku Taiwan. Kuna NGOs najitolea nafanya nao kazi. Kwa hiyo nashukuru kwa mmoja kati ya wadau wanaofanya vitu kama hivyo kusaidia jamii, kwa sababu ni kitu ambacho napenda sana. Lakini pia nalinda mazingira kwa sababu nilikuwa wanasema ni mwanaharakati mzuri. Nimefanya kazi na JGI Rusi Shoots kwa miaka 7, taasisi ambayo ya kulinda na kutunza mazingira, wanyama pamoja na kusaidia jamii. Kwa hiyo Sasa ningependa tuanzie hapo uliposema kuhusu harakati ambazo unazifanya za kusaidia jamii. Nafahamu una taasisi yako ambayo inajishughulisha na masuala ya kusaidia jamii na makundi maalum. Inaitwa Appeal Foundation, si ndivyo? Sasa kuna ugumu kiasi gani kwa wewe ambaye ni mwanafunzi na upo huku ughaibuni, kuna ugumu kiasi gani kuweza kumanage shughuli za taasisi hali ya kuwa taasisi inafanya shughuli zake nyumbani Tanzania?
Ni swali zuri kwa sababu kwanza, changamoto ya kwanza ama ugumu wa kwanza ni kwamba kupata watu ambao wanaoweza kujitolea bila kulipwa. Unajua kujitolea sio kitu kidogo. Kujitolea ni big step. Mtu ukimwona anajitolea kutoka ndani ya moyo wake anafanya kitu, unajua huyo mtu ana moyo kweli wa kujitolea. Kwa hiyo ndio imefanya ni sikuweza kupata msingi mzuri wa kuweza kuisimamisha vizuri Apiwa kwa sababu nilikosa watu ambao wa kuweza kujitolea vizuri tuweze kusaidia hili gurudumu kuweza kusonga. Lakini pia jambo jingine ni fund. Bado ni mwanafunzi najitafuta, kwa hiyo sina ile pesa nyingi ya kusema kwamba nitampa kila mtu mshahara ili tuweze kufanya ile jambo liweze kufanikiwa. Kwa sababu lengo ni kufanya dunia iwe sehemu salama ya kuishi. Kwa hiyo nipo katika hiyo kitu. Kwa hiyo nina passion ya kusaidia watu, nina passion ya kufanya hivi vitu viweze kuwa vizuri, lakini kinachonikwamisha zaidi ni watu wa kujitolea na fund. Na kweli kwa sababu wanasema pesa ndio kila kitu. Kwa hiyo kama kusipokuwa na fund, na nafahamu taasisi yako hususan kutoa misaada kwa jamii na makundi maalum, basi nafikiri fund ni kitu cha muhimu sana. Lakini nikupongeze tu kwa hatua ambazo unazifanya, kwa sababu wanasema safari ya mali 1000 inaanza kwa hatua moja. Kwa kitu unachokifanya ni kitu muhimu sana, na tunahitaji watu wengi zaidi wenye moyo kama wako kwa ajili ya kuifanya jamii yetu iwe sehemu salama. Asante sana, nashukuru. Nashukuru sana. Sasa kabla hatujaendelea bwana, unajua wanavyosema mgeni atakuwa akirimiwe. Sasa mimi nadhani hapa pamoja nimuite msaidizi wangu kidogo uje kupata hata kinywaji kidogo, kwa sababu najua tangu tulivyoongea market tulisema inabidi tukutane saa 2. Wewe umefika hapa saa 12. Wewe umekaa karibu masaa mawili hapa mpaka tumefika. Kwa hiyo unajua umekaa sana, labda mdomo mkavu kidogo. Kuja basi kwanza nimuite director alafu tuendelee. Bwana Mr. Yuba. Hebu njoo bwana, nataka umsikilize kwa Madam Lela anahitaji kinywaji gani? Tupo na manager wetu hapa. Njoo kwanza. Ndugu yangu. Bwana manager ameutia maji. Sasa manager, na mimi kidogo nipate chochote kitu aise. Huyu ndo Bwana Yuba, ndo manager wetu wa Setting Swahilian. So kila kitu ambacho ukiona mambo yanaenda sawa, ku arrange interview na kila kitu, basi yeye ni moja ya watu ambao wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba ana contact watu wote. Nadhani ndo walikutafuta pia kuhusu interview yetu. Sisi wengine ni host, lakini yeye anafanya pia kazi kubwa sana nyuma ya kamera kwa ajili ya kuweza ku recruit watu kwa ajili ya kufanya interview hizi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinanufaisha jamii yetu. Karibu ufungue maji. Karibu. Maana tukianza kuzungumza hapa hatumalizi. Nami nimeletewa kinywaji. Haya usijali. Hebu na mimi nishikie hii mic kidogo. Karibu. Nafahamu wewe ni mwanaharakati wa mazingira. Kwa hiyo hizi single use plastic bottle kwako ni tatizo, lakini naomba utuwie radhi kidogo kwa sababu tupo mbali na studio. Kwa hiyo kitu ambacho convenient kwetu ilikuwa ni kwenda kuchukua maji store hapo. Kwa hiyo utuwie, nafahamu wewe ni mwanaharakati wa mazingira, utuwie radhi kwa single use plastic. Hamna shida. Sasa tulikuwa tunazungumza kuhusu kukwama au ugumu ambao unaupata katika kuendesha taasisi yako ya Apiwa Foundation, na changamoto kubwa ulizitaja masuala ya fund, lakini kwa watu wa kujitolea. Sasa turudi hapo katika swala la kujitolea. Mimi nafahamu safari yako wewe kutoka Tanzania ama kule visiwani Zanzibar, visiwa vya karafuu, mpaka kuja huku Taiwan, visiwa vya wazungumza lugha ya Mandarin. Ilianza katika masuala ya kujitolea katika taasisi. Kwa unafahamu swala la kujitolea kwako lina mizizi mikubwa sana. Sasa unaweza kutupitisha kidogo hiyo safari yako ya kutoka Tanzania hususani kule visiwani Zanzibar mpaka kuja hapa Taiwan, ilikuwaje? Nashukuru. Lakini unajua mimi nilipo join na Roots and Shoots, kwanza sikuwa na malengo ya kusema labda nataka nipate pesa ndani ya Roots and Shoots ama nataka
labda niseme nataka kwenda kupata scholarship. Mambo yote yametokea njiani wakati najitolea. Na hii imetokea ni kwamba nilikuwa na tangu niko form 1 na miaka 14 I think, nilikuwa napenda sana kusaidia watu. Yaani hii moyoni, tangu moyoni ninahisi ile kwamba natamani kusaidia watu, lakini fikra zangu ziliniambia kwamba ili usaidie watu lazima uwe na pesa nyingi. Kwa hiyo ndipo nikaja kutambulishwa kuhusu Rusin Shoots na Mr. Saleh, shout out to him. Yeye ni mwalimu anasomesha pale Haile Selassie, ni shule ambayo mimi nimesoma kuanzia form 1 mpaka form 4. Kwa hiyo alikuja kututambulisha kuhusiana na Rusin Shoots na pia akatuambia kuhusu mwanaharakati, my role model, Dr. Jane Goodall, na akatuambia story moja kwamba unajua unaweza kusaidia mtu bila hata kuwa na pesa nyingi. Unajua unaweza kuchukua kusaidia paka, unaweza kupanda miti, ile unapopanda ule mti, mtu anapokula matunda, anapokaa kwenye kivuli, tayari ushafanya kitu. Kwa hiyo kuanzia pale ndipo ile passion yangu ya kusaidia sasa ndio ikaamka. Kwa hiyo nikawa nafanya project nyingi sana kuliko wanafunzi wote. Yaani nikawa naenda extra miles na sikujali sijui kuhusu positions au nini. Kwa hiyo ile imefanya mimi kuweza kuonekana na wakurugenzi na kuonekana na viongozi. Ndo mara yangu ya kwanza nikaitwa Pugu. Yaani nikaenda kule kama tu normal mwanafunzi tu wa kawaida, lakini ambaye anafanya vitu vingi. Nilikuwa Zanzibar. Nakumbuka project yangu ya mwisho tulienda kupanda mikoko. Na hiyo tu nilichukua vijana wenzangu 2, tukasema tu ni kwa sheha. Tu ni kwa sheha. Tumefika pale kaambia sheha nataka tukapande mikoko. Ni watu wadogo mimi kupanda mikoko vipi na hamna vifaa na nini. Kwa hiyo yeye akatupatia vifaa, akasema haya nendeni. Kwa hiyo tukaenda kule tukasafisha kwanza, then tukapanda. And then baada hapo sikuweza kurudi nyumbani moja kwa moja sababu siku ile nilikuwa nina mori kubwa. Kwa hiyo nikaenda moja kwa moja kwenda kusafisha clinic. Nilienda tu clinic private, nikamwambia naomba kusafisha. Wakashangaa, kwa pesa? Nikamwambia sio kwa pesa, bure. Kwa hiyo nikaenda nikatoa mashuka, nikasafisha vizuri. Kwa hiyo zile picha nikapost, na nilikuwa sina simu ya WhatsApp. Shoga yangu alikuwa nimeenda naye Munawar. Kwa hiyo akawa ananipiga picha, then baadaye akazishia kwenye group la East Africa katika magrupu yetu ya Jane Goodall kule. Kwa alipoona akajua kumbe kuna kijana kule anafanya vitu na anajitolea, yani bila hata kuomba pesa, kuomba fund chochote. So from there nikaitwa Pugu. Kwa hiyo kufika kule nikawa recognized kwamba huyu anafanya vitu kule. Kwa hiyo niliporudi kutoka kule kama nilipoa kama training fulani hivi fupi. Kwa hiyo nilifanya tena vitu vingine double. Nikasa napiga mwingi mara 2, nafanya vitu mara mbili, yani nafanya vitu vingi. Na project yangu nyingine nilifanya ambayo siwezi kuisahau, nili-initiate of course hiyo nilipewa tu zamana kwamba can you do this? Yani ilikuwa kama sio joke, lakini kama ni kupewa trial kwamba unaweza kufanya, labda tukapata shule nyingi wanafunzi wa kujitolea kuweza kusaidia harakati za kijamii, kujoin wengi ili tuweze kufanya dunia iwe sehemu salama pa kuishi. Nikamwambia ndio, why not? Naomba mandate. Nikamwambia chukua mandate. Nikatawadha kuwa kama kiongozi. Kwa hiyo nikawa naongoza wenzangu wa scholars ambao wakati huo nimeshapata scholarship ya diploma kusomesha bure ndani ya Zanzibar. Nikawa nasoma chuo kikuu cha taifa Suza, diploma yangu ya special needs education. Kwa hiyo nikawa nalipua full funded na Jane Goodall. Na hiyo ni tumepata katikati ya project, walikuja wageni wakatupatia zawadi tu, walituuza mnataka nini, tukasema nataka kusoma, kwa hiyo wakatupatia. Kwa hiyo project yangu hii imetokea ndani. Kwa hiyo baada pale nikawaambia sasa kila mtu anatakiwa afungue shule 10. Okay? Then mimi nikawa jasiri muongoza njia. Kwa mimi ili kuonesha mfano kama shule 10 zinawezekana wanafunzi kujoin, nikaenda. Kwa hiyo nikaenda shamba, nikajichagulia shule zote mimi za shamba, nikaenda shamba, nikapanda bodaboda, nikapanda gari za wazi na nini. Kwa hiyo nilipanda baskeli kwa sababu kuna sehemu kwa nyingine hazifikiki na gari. Then alhamdulillah nikafungua, wakaona kumbe inawezekana, na wenzangu wakafungua. Kwa hiyo ikapatikana shule nyingi Zanzibar kwa wakati mfupi. Wanafunzi wengi wakajoin na klabu yetu nzuri ya Rusin Shoots. Asante. Kwa hiyo
Kumbe wewe safari yako na taasisi ya Jane Goodall ilianzia kwanza kutokana na kujitolea kwako, na scholarship ya wewe kusomea kupitia Jane Goodall haijaanzia hapa Taiwan tu, maanake ina mizizi mirefu na historia ndefu sana, kwamba ulipata kwanza scholarship ya kuweza kusoma ukiwa kule Zanzibar. Na umesema umesoma diploma ya masuala ya watu wa makundi maalum, si ndio, special needs. Sasa experience yako ambayo ulikuwa nayo kutokana na kujitolea kwako, hii imekujenga namna gani mpaka sasa, hasa kuelekea kuanzisha kwa taasisi yako wewe mwenyewe? Nahisi zaidi ni nile kwa sababu unapojitolea, unapofanya kitu, ina maana unaenda katika sehemu husika na kuona yale matukio, yani mwenyewe live. Unajua kuna ule tofauti wa mtu hayuko pale then anatoa pesa fanyeni kitu fulani, alafu kuna yule mtu ambaye anatoka anaenda kufanya yeye kile kitu. Kwa hiyo hicho ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo akienda kufanya, ule moyo unazidi kujengea, kwa sababu unakutana na watu na matukio tofauti na wanataka msaada tofauti. Yani mpaka unajikuta sasa nitafanyaje? Yani nataka kusaidia wengi lakini sijui naanzia wapi. Nakumbuka tulienda pia siku ya mtoto wa Afrika, tulienda zetu katika kituo cha kulelea watoto yatima. Yani I found myself nimelia kwa sababu sijui nafanya nini. Alafu watoto ni wadogo na wapenda wote, natamani niwachukue ni wale. Kwa hiyo unajikuta unatamani unaongeza ile mori ya kufanya vitu zaidi. Ndio maana sijakata tamaa mpaka nimefika huku Taiwan, bado nikasema no, I need to do this. Yeah, kwa hiyo nikaendelea kufanya hizi harakati. Sawa, sasa safari yako kuja Taiwan. Ulikuja Taiwan baada ya kumaliza hiyo diploma ambayo ulikuwa unasoma chini ya ufadhili wa masomo wa taasisi ya Jane Goodall, ama walihamisha tu labda scholarship yako kutoka Zanzibar kuja huku kusoma? Ilikuwaje yani? Okay. Nilikuwa na fursa ya kusoma nyumbani na kusoma huku. Lakini nikaona kwa nini nisiende in international wise, yeah? Kwa nini nisiende kusoma nje? Kwa hiyo nilipomaliza diploma yangu nikawa sasa natamani kwenda kusoma nje, nije zangu chini Taiwan. Kwa hiyo nikapata mentor mzuri yeah, naitwa Jackson. Yeah. Kwa hiyo akani support, akanielekeza njia, nikafata na kweli nikaweza kufanikisha. Na hii ni kutokana na, kwanza ni mentor, unatakiwa upate mtu ambaye anajua hivi vitu. Au kama hujapata mentor, basi mwenyewe pia ujitahidi sana katika kufuatilia na kusoma ili uweze kujua okay, natakuwa nifanye nini, ni apply vipi ili uweze kupata hizo scholarship, ufuatilie. Lakini chengine pia ni support ya wazazi. Mimi nimetokea kama ulivyosema, nimetokea Zanzibar. Kwetu sisi kidogo sio rahisi sana kuweza kutoka, yani hata kwenda Dar ile kusoma pia ni changamoto, lazima uelezee sana kwa wazee mpaka wakupe ruhusa kwenda kusoma. Kwa hiyo nashukuru sana, familia yangu ni very open minded people, wameni support kwa kiasi kikubwa, wameniamini. Then nikapata mentor, akaniongoza fanya hivi, then alhamdulillah nikachaguliwa kuwa miongoni mwa watu ambao wanafaidika na hii scholarship. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi mimi naenda ni senior, of course, kesho kutwa navaa joho langu na graduate. Nashukuru Mungu. Yeah. Hongera sana. Mwaka 2023 nilienda nchini Indonesia katika summer course program. Na katika ile summer course program nilikutana na wanafunzi ambao wa Indonesia pale. Mmoja ya wanafunzi hao wa kike alikuwa anasoma masters pale, na alikuwa anatamani aendelee na PhD yake nje ya Indonesia. Sasa alinifuata kwa sababu mimi nilikuwa ni international student pale. Akaniambia, "Wewe umewezaje kutoka nchini kwako kuja kusoma kwenda kusoma Taiwan?" Kwa sababu mimi yani naogopa sana, yani siwezi hata naangalia namna gani naweza nikawa approach wazazi wangu wakakubali kuniruhusu mimi kutoka Indonesia labda kwenda kusoma PhD yangu nje ya Indonesia, ukizingatia mimi ni mtoto wa kike. Kwa sasa nirudi kwako wewe, kulikuwa na ugumu kiasi gani kuweza kuwashawishi wazazi wako kukuruhusu wewe
kwenda mbali na nyumbani kwenda kuanza safari yako ya masomo? Okay, nahisi nyumbani kwetu wananiamini kwa sababu inategemea na mtoto na mtoto. Wazazi wangu wananiamini, wanajua kabisa kichwa changu naweza kufanya, naweza kujiongoza, naweza kujisimamia, kwa hiyo wanaamini kwamba naweza kufanya kitu. Lakini pia wanaamini wananiombea. Lakini chengine ni kwamba walikuwa na wasiwasi kwanza. Ilikuwa kidogo ni challenge. Nakumbuka my uncle aliniambia niandikie maneno, nataka uniandikie ni kama vile ripoti, unieleweshe kwanza kuhusiana na hiyo nchi unaoenda, scholarship, what if utafail, what if itakuwa hivi. Kwa hiyo alitaka kuona kwamba jinsi gani nipo committed na goals yangu, yani jinsi gani nilivyokuwa natamani kuja huku. Si kwa sababu kwamba nikipata tatizo hawatanisaidia. Nadhani alitaka kuona kwamba jinsi gani nataka kuja huku. Kwa hiyo niliandika hayo maneno nikasubmit kwanza kwa mama. Kama vile nafanya kazi namtumia profesa wangu. Kwa hiyo nilisubmit kwanza kwa my uncle maneno yale, nikaandika ripoti vizuri. Nikaandika vizuri kabisa na majina yangu kamili. Nikamtumia, nikamsubmit pia kwa mama. Nikamwambia naomba comment, akaniambia submit na uncle yako, nikasubmit. Then baadaye akaniita. Akaniambia we are so worried lakini we trust you. Kwa sababu nyumbani hakukuwa na ile sana masuala ya scholarship, hakuwa na ile knowledge sana masuala ya scholarship. Sio kuwa na knowledge lakini ile sana based kwamba mwanafunzi mtoto wetu anaenda kusoma kwenye chini ya scholarship. Yani sio kitu ambacho ni usual. Kwa hiyo ni kama mimi nimetoka nje ya hicho kitu. Sasa walikuwa na wasiwasi kwamba nahisi itakatika njiani, wanahisi labda nitafail, wanahisi labda itakuwa hivi, lakini sio kwa ajili ya kunitia hofu. Kwa aliniambia tunakuamini, tunaamini kichwa chako, akanipa nasaha. Na siku moja nikamsikia pia mama anamwambia mtu alikuja nyumbani, aliniletea mzigo ili niweze kusafiri nao kuja Taiwan. Alimwambia I don't know anaenda kusoma kozi gani vizuri kwa sababu hii kozi yangu kuielezea kwa nyumbani ni ngumu sana. Lakini namuamini alafu namsupport. Sababu kama ninachofanya mzazi mimi natakuwa ni msupport mtoto wangu. Utanisahihisha kama anakosea, lakini kwa ninavyofahamu mama yako ni mhadhiri wa chuo kikuu. Sasa je, ile nafasi iliyokuwa na mama yako na mafanikio aliyofikia, hii ni chachu ya wewe kuwa jinsi namna ulivyo hapa sasa hivi ama kuna namna nyingine? Mamangu okay, sasa hivi sio mhadhiri tena, sasa hivi ni katibu wa rais. Lakini mwisho wa siku ananimotivate. Nikimuona namuona kiongozi, nikimuona namuona mama. Kwa hiyo naona ni mtu ambaye kumbe inawezekana kusoma, kufika juu kabisa na bado ukawa unajiheshimu, ukafika juu kabisa bila kutumia, yani ukasoma na ukapata mafanikio ya masomo yako. Kwa hiyo ndo ninachokiona kwa mamangu. Lakini pia bado ana maintain nafasi yake kama mama, na ala sio mtu ambaye wa kumuona mitandaoni kujikweza sana. No. Ni mtu ambaye so low key, napenda lifestyle yake. Kwa hiyo ananimotivate kwa namna moja ama nyingine niweze ku keep going na bado nikaendelea kuwa binti mzuri na maisha yakaenda mbele. Wakati tukaendelea kwanza, manager Yuba, njoo mara moja kwanza. Karibu. Hebu mfungulie madam keki bwana, apate hapa itafunwa, na mimi pia unifungulie bwana. Hii nini umeletea? Oreo? Unaletea vitu vya sugar hivi. Fungulie madam, karibu bwana, upate keki kidogo hapa. Manager ameandaa keki kwa ajili yako. Nashukuru. Mfungulie madam. Na mimi nifungulie hapa nipate cha kutafuna kidogo, kwa sababu hizi nondo ninazopokea hapa kutoka kwa Madam Lela ni vitu vizito kidogo, kwa inabidi kwanza nishushie ili nisikate moto wakati naendelea. Haya, asante sana manager. Mungu akubariki. Okay. Sasa ulikuwa umegusia namna gani ambavyo mama yako ameweza kukuinspire kuwa namna ambavyo ulipo hapa leo. Na umesema namna ambavyo hata kitabia na vitu vingine. Sasa turudi hapa kwenye kitabia. Unafahamu wewe ni binti ambaye umetoka katika familia
ya Kiislamu. Ndio. Na unapokuja katika nchi kama Taiwan hapa, ni nchi ambayo ina utamaduni tofauti hasa katika masuala ya kidini. Sehemu nyingi unazoenda, kwa sababu na mimi pia ni Muislamu, hawafahamu hata Uislamu ni nini. Unaona? Kwa hiyo kunakuwa na changamoto labda katika masuala ya vyakula, unaona. Kwenda kununua vyakula labda pork na vitu vingine. Je, hii imekuwa changamoto kwako namna gani, na unatumia njia gani kuweza kupambana na changamoto kama hizo hasa za masuala ya kidini? Kuhusu dini nahisi kuna mtu anazungumzia hichi kitu, anasema dini ni imani. Na hii ni imani, na imani hii ni misingi ya kwanza kutoka huko ulipotoka, tangu nyumbani, kwa sababu huwezi tu kaamka asubuhi na nini. Inawezekana labda kama umeotesha ndoto za kufa lakini zaidi ile misingi ambayo umetoka nayo kwenu, wazee wako ambao wamekulelea nayo. Nyumbani nimelelewa kwamba natakuwa ni sali sala 5 kila siku. Kwa hiyo imenifanya mpaka nikiwa kokote nilipo, ikifika ule muda wa swala, nafsi yangu inanisuta kwamba you have to pray. Okay? Kwa hiyo ni imenisaidia ya kwanza, lakini pia kuhusu swala zima la masuala ya pork na cultural difference here, hiyo ni changamoto kubwa, lakini kwangu kwa sababu najua kupika sio kubwa sana. Kwa hiyo ninachofanya ni najipikia chakula changu mwenyewe. Nikitamani niko nje nikifanya labda huko kuna 7-Eleven mingi, Family Mart, convenience stores nyingine, natafuta chakula ambacho nakiona kabisa hichi naweza kula, labda kina chicken. Huwezi kusema lazima ule halal, kwa sababu hakijaandikwa halal. Kwa utajuaje kama amekatwa halali au hajakatwa halali? Na njaa inakuuma, utafanya nini? Kwa hiyo I'm eating, lakini sio kwamba nakula pork. Kwa hiyo sili pork, lakini natumia kuku wa huku, natumia beef na hivyo. Kwa ni changamoto kidogo. Kwa kweli. Sasa hapo nafahamu chuo ambacho unakisoma wewe kinaitwa Changjiang Christian University. Sasa wakati unawaambia wazazi naenda kusoma chuo hiki, hakushtuka labda wakaisi labda binti yetu anaenda labda kubadilisha mwenendo wa maisha ama vipi? Ama hata wewe mwenyewe kushtua jina la chuo labda? Hapana. As I said, my parents are so open-minded people. Wazazi wangu ambao kidogo wamefunguka. Mamangu amesoma nje, ndugu zangu wengine wanasoma nje. Kwa hiyo sio kwamba ni mimi ndio wa kwanza kula kusoma nje. Dadangu amesoma China miaka 5. Alisomea daktari. Kwa hiyo tayari kuna ile experience, mtu tayari kwenye familia wapo ambao wamesoma nje. Kwa hiyo sio changamoto kubwa. Kwamba unaanza kusoma chuo gani, kwa sababu wanajua kabisa malezi waliokulelea. Kwa hiyo sio chuo tayari kinatoa kozi fulani na nasomesha mambo mengine tofauti, ila tu jina ni Changjiang Christian University. Kwa hiyo as long as you are Muslim, you're good. Kwa kifupi ni kwamba ingawa jina la chuo ni Changjiang Christian University, lakini ni chuo ambacho kiko open kwa watu wa background zote na ambacho kina support wanafunzi wa aina zote. Ndio. Na ndio mpaka ametukabidhi sehemu ya kufanya ibada. Na haituzuii. Mwisho siku pia tunapata muda wa kufanya mambo yetu, tunapata kusali tarawih, tunapata kusali Jumaa pamoja, tunapata kufanya gatherings zetu kama Waislamu. Hawatukatazi, wanatusupport. Tukiamua kuweka pale mikutano yetu hadhara, wanakuja hata mpaka walimu. Kwa hiyo nahisi chuo pia nacho kiko open mind, hakijajifunga. Kwa kifupi ni kwamba mazingira ya kusoma nchini Taiwan ni mazingira ambayo rafiki kwa wanafunzi wa background zote. Na mara nyingi vyuo vimekuwa vikisupport wanafunzi wa kimataifa kujaribu kuadapt na culture yao, si ndivyo? Ndio. Wanafunzi wote. Sasa hapo kwenye culture, nafahamu kwa Taiwan ni ngumu sana kusurvive kama hufahamu lugha ya Kichina. Wewe kwako ipoje hii? Umesoma Kichina au namna gani? Kujua Kichina kwako kumekuwa fursa ama kutokujua Kichina kwako kumekuwa changamoto? Naweza kusema kutokujua Kichina ni changamoto, lakini pia hutakiwi kusema labda ndio hujui Kichina hata kidogo, kwa sababu mimi nilipokuja nimesoma semester kwanza na semester nyingine. Kwa hiyo nimesoma Kichina 2 times. Cha kwanza, stage ya kwanza na stage ya pili, lakini pia sijui vizuri Kichina, lakini kuna maneno ambayo nayajua. Najua kujitambulisha, najua chakula, najua nataka maji, najua sasa inje, najua ujitao chongwen, kwa sababu unaambia sijui Kiingereza, sijui Kichina, sijui Kichina.
kwa hiyo wanakuelewa, lakini pia anaweza pia Mtaiwan akaongea nikamuelewa, lakini nisijue jinsi ya kumjibu. Napenda pia the way ambavyo walivyo wenyewe, unaweza pia kutumia lugha ya ishara na mkaelewana, lakini dunia sasa hivi utandawazi umetanuka. Kwa hiyo unachofanyika pale ni kutumia Google Translate. Yeah, okay. Unaandika pale maneno yako, anakuelewa, anakupatia unachotaka. Ikawa tu imeisha. Very easy. Sasa nafahamu kwa wanafunzi wa kimataifa nchini Taiwan, mbali na kusoma huwa pia wanajishughulisha na kazi mbalimbali, tunasema part time jobs. Binafsi kuna kipindi kuna mdada sio Mtanzania, nadhani yule alikuwa ni Mrundi. Alikuwa ananiambia nisaidie nipate nafasi ya kufanya kazi ambako unafanya kazi wewe. Nikamwambia sema ambako unafanya kazi mimi kwa mazingira ya kazi sio rafiki kwa mtoto wa kike. Sasa wewe kwa experience yako hapa Taiwan katika masuala mazima ya kufanya part time jobs kwa upande wako yapoje? Yani kazi gani ambazo labda unaweza ukazifanya kama kwa mtoto wa kike, na kuna changamoto gani kwa mtoto wa kike kuweza kuishi nchini Taiwan hasa katika masuala mazima ya kufanya kazi? Okay. Kwanza of course huku kazi zimegawanyika. Kuna kazi kabisa za kike na kuna kazi za kiume. Lakini unajua kutokana na ugumu wa maisha, kuna wengine wana force wanataka kuingia kwenye kazi zingine. Kwa mfano kama shamba, unakuta ya jua kali na kama hujazoea mambo hayo ya kulima, unaweza kukuta kuna kazi zingine ambazo lese viwandani. Mara nyingi hizo zinashaurika waende sana wa kiume, kwa sababu hizo kazi zinahitajika sana utumie nguvu. Taiwan akili kidogo, nguvu nyingi ukifanya kazi mfano kama hizo ngumu. Lakini pia nachoshukuru kuna hii program ya Taiwan ambayo inaitwa ELTA. Unapata fursa ambayo yani especially wewe ndio kwa foreigner, ndio fursa inakuwa nje. Okay, unapata nafasi ya kufundisha wanafunzi, tena unachagua mwenyewe, nataka nifundishe age hii mpaka age hii. Kwa hiyo unapatiwa shule za kufundisha na unalipwa vizuri. Kwa hiyo unaenda kufundisha. Kwa hiyo inashauri sana wadada kufanya kazi kama hizo ambazo let's say kufundisha, let's say masala ya restaurant, kuserve, kufanya hivi na hivi. Yani zile kazi ambazo hazitumii sana nguvu. Sema kazi zipo za aina zote. Na mara nyingi unaweza ukaenda siku moja ukaona kabisa hii kazi siwezi na ukaiacha. Na hawana shida kabisa. Ukienda ukajaribu ukaona huwezi unaacha. Kwa hiyo sio changamoto sana, na pia ni changamoto kwa msichana kuweza kufanya kazi zote, lakini pia sio changamoto kama utadili na zile kazi ambazo unahisi ni rahisi kwa msichana kuweza kuzifanya, kama kufundisha restaurant kama nilivyosema. Umeongelea kitu hapo, umezungumzia ELTA. Mimi nimekuwa nikipokea maswali mengi watu wakiuliza kuhusu masuala ya kufundisha Kiingereza nchini Taiwan. Nafahamu wewe una uzoefu na hayo masuala unafahamu. Unaweza kuwaelezea watu kidogo kuhusu nyanja hiyo ya ufundishaji wa Kiingereza nchini Taiwan, hiyo ELTA na program nyingine kama hizo? Kuna ELTA, kuna World Passport. Ni program ambazo zimeandaliwa, especially kama ELTA hii imeandaliwa na serikali ya Taiwan. Inajulikana kabisa iko. Na ukimaliza kuna kama unatakiwa ujiunge, kuna namna ambavyo unajiunga, kuna link unaingia, unajaza fomu, una submit dokumenti zako, wanakuuliza unakaa muda gani na vitu kama hivyo, umetokea nchi gani. Wakisharidhika na wewe wanakutumia masomo ujifunze, ambayo jinsi gani utafundisha. Sio ni yale basic kwamba jifunze hivi na hivi, jinsi gani kuhandle mwanafunzi utafanya hivi na hivi. Then kuna kama mtihani unapewa unafanya. Ukimaliza hapo unapewa certificate kama wewe tayari unaweza kufundisha. Then unapewa na linki nyingine, unataka sasa uchague shule, uchague level ambayo utaweza kufundisha kudili nayo. Then you are good to go. Labda watakuja tu katika semester, kama siku moja kuja kuangalia jinsi gani unafundisha, na sio kuja kwa ajili ya kufanya kuonekana kama vile kwa hiyo no. Just kuambia tu okay, jinsi unavyofundisha fanya hivi na hivi na hivi. Okay. That's it. Sasa tukisalia hapo, kuna ugumu gani kuweza kuwafundisha watoto wa Taiwan labda hususan na tamaduni zao, malezi yao na makuzi yao? Ugumu upo
kwanza unatakiwa uwe very friendly. Pia nyumbani na huku kidogo kama nilivyosema kuna culture difference. Nyumbani mtoto asikii mikwaju, adhabu, lakini huku unatakiwa muda wote usmile, ufurahi. Hata kama mwanafunzi anafanya vitu ambavyo havifahamiki, unatakiwa ukaripoti, lakini sio kumtolea ukali wala kumpiga. Hiyo haiwezekani. Yani hiyo ni tayari ushajifukuzisha kazi. Kwa unatakiwa ufanye any means ili watoto wakuzoee na wakupende ili we kazi yako iweze kudumu. Yani watoto ndo mabosi zako. Kwa mabosi wafurahishe, hakikisha kama mabosi wana furaha, mabosi wana enjoy kuingia kwenye lesani yako, hapo ndo kazi yako itakuwa imedumu. Wakisha kuzoea na maana walimu hawezi na kukureplace. Lakini kama inakuwa ngumu kukop nao, inabidi wewe utafute shule nyingine ambayo utakayoweza kukop na wanafunzi. Yeah. Sasa tukiangazia upande wa kitaaluma, nafahamu kwamba umekuwa ukichukua masomo yako hapa nchini Taiwan kwa zaidi ya miaka 3 sasa, na sasa upo katika mwaka wako wa mwisho unakaribia kugraduate. Na katika masuala ya kitaaluma kuna mambo mbalimbali. Kuna masuala ya darasani kusoma, lakini pia kuna extracurricular activities ambazo pia zinahusika moja kwa moja na masuala ya kitaaluma. Hivi karibuni umeshiriki mkutano wa kimataifa ambao ulikuwa zaidi watu wanawasilisha machapisho yao na tafiti ambazo wamezifanya, ambao ulifanyika kule mji mkuu wa Taiwan jijini Taipei. Na katika mkutano ule wewe uliwasilisha utafiti wako na ulichaguliwa kama kuwa chapisho bora, ndio, na kuna tuzo ambayo umepata. Sasa unaweza kutuelezea kidogo kuhusu mkutano ule na kuhusu utafiti wako na ile tuzo ambayo wewe umeipata, na kipi faida ya kile ambacho ulikipata? Naweza kusema kwanza namshukuru Mungu kwa ile fursa. Kwa kweli imetokea in an unexpected way, kwa sababu mwisho wa siku kila kitu kama nilivyokuambia, unapojitolea, unapofanya vitu, mwisho wa siku mambo yenyewe yanajiset, unafika katika level fulani. Ni kweli nilienda ule mkutano kwanza ni Waresa. Hawa ni big NGO, ni organization kubwa ambayo inadeal na kuwa support na kuwainua wa Afrika sehemu zote za dunia, sio tu Taiwan, lakini pia makao makuu yake ipo Korea, lakini pia ipo German. So ipo katika sehemu tofauti. Na mikutano nafanya sehemu tofauti. Sasa hivi wanafanya German, then baadaye na hisi watahamia kama sio Hong Kong, na sijacheki vizuri. Lakini ile ilikuwa ni kwa ajili ya ni kama sio mashindano zaidi, ni kufanya kwamba yani kushine, kama wa Afrika kushine. Ni siku yetu kwenda kuonesha wa Afrika wanafanya nini. Yani unajua ile kwamba black people wanafanya nini. Kwa hiyo tumealika watu wengi wa Taiwan, kila mtu ambaye yupo fursa ameiona ni fursa yake ni kuja pale na kushare na sisi. Kwa hiyo watu wengi walishare fursa, wengine walitoka Korea wakaja kushare, wengine walikuwa tayari Taiwan walienda kushare, lakini na mimi nilibahatika kwa mmoja katika ambao walienda kushare tafiti zao, na ilikuwa ni masala ya jinsi gani ambavyo watu wanaweza kutumia masala ya kuishi sustainability lifestyle. Masala ya kutumia mifuko ya karatasi, masala ya kuishi ile sustainability zaidi. Kwa hiyo nashukuru Mungu nikatokea mshindi wa kwanza. Nikapata golden opportunity hii ambayo imenifanya kesho kutwa naenda German kwa ajili pia kufanya wasilisho jingine kule watafiti yangu. Pia kuna ma-expert wengine nitakutana nao. Kwa hiyo ni njia moja, lakini imenifungulia njia nyingine. Kwa hiyo tayari naenda pia kupresent kule utafiti wangu. Then wataenda pia kunihoji maswali, pia kufanya maboresho kama kuna kitu nataka maboresho, na pia itanisaidia kukutana na watu wengi na kufungua network yangu. Kwa hiyo pia nawashauri sana vijana, kitokezea fursa kama hii usizembee, lakini pia unatakiwa kuwa shule ufanye vitu vingi zaidi. Usijifunge. Usiseme tu mimi kwa sababu ni mwanafunzi nasomea labda kilimo au nasomea biashara, kwa hiyo wewe unataka tu baki pale. Mimi nilipokuwa mwaka wa pili nilishindana mashindano pia ya biashara. Nilikuwa na Bwana Yuba. Tulishinda nafasi ya 3 katika ule mradi wetu wa biashara.
Kwa hiyo ulitokezea mshindi wa 3. Yeah. Tulishinda tukapata zawadi na vyeti. Kwa hiyo sikuwa najifunga, nilijaribu au najaribu kadri ya uwezo wangu kuwa open mind person, pia kuweza explore mambo mingi. Sio tu nikae okay nimekuja kusoma maendeleo endelevu, kwa hiyo nikae tu na maendeleo endelevu. No, najaribu hiki, najaribu kile. Nimefanya biashara Taiwan, nimeuza chakula, naangalia biashara ikoje ukifanya international. Najaribu kufanya hiki na kile. Kwa hiyo mwisho wa siku nikafanya tafiti. Tafiti yangu ikawa bora zaidi kwa sababu nilikuwa mwanafunzi ambaye nina confidence, nilionyesha ujasiri, nilionyesha kukijua kile ambacho naenda kukifanya pale mbele ya stage ya hadhira ya watu. Watu walinishuti maswali mengi. Kwa hiyo baada ya hapo katambulishwa kuwa ni mshindi ambaye nimefanya jambo zuri. Kwa hiyo soon naenda pia kufanya tena kwenda kupresent tena German tafiti yangu na pia kupata hizo fursa zingine. Hongera sana kwanza kwa hatua nzuri ambayo umepiga, na hii sio ushindi kwako tu, ni ushindi kwa Watanzania kwa ujumla, kwa sababu unapofanya vile manake unawakilisha taifa. Sasa tukiendelea katika uwanda huu wa kitaaluma, sasa hivi nafahamu katika mwaka wako wa mwisho na muda si mrefu sana utahitimu shahada yako ya awali. Sasa kwa wanafunzi wengi hasa wa Kitanzania unajua wamekuwa wajanja sana, wamekuwa wepesi sana katika kutafuta fursa mbalimbali za elimu zaidi. Ikiwemo kwa mfano kama Ayuba amemaliza hapa shahada yake ya kwanza, ameendelea na shahada ya uzamili. Sasa hii kwako wewe ipoje? Kuna mipango gani baada ya kumaliza shahada yako hapa katika chuo hiki cha Changjiang Christian University? Okay, mimi nataka bado kuendelea kusoma inshallah mpaka PhD. Natamani kuwa profesa kama mama. Kama mama. Natamani kuwa profesa kama mamangu. Nahisi napenda kufundisha. Nahisi nikifundisha najihisi so comfortable. Naona kama ni kitu changu. Kwa hiyo nataka kuendelea kusoma kufika hiyo level. Kwa hiyo bado nitaendelea kusoma, nitaangalia fursa sehemu zote, nita-apply Taiwan, nita-apply nje ya Taiwan. Nitakapopata fursa ndo naenda. Nitaangalia na fursa gani iliyokuwepo mbele yangu, kwa sababu mimi ni mtu ambaye kama nilivyosema niko very open mind. Kwa hiyo sijifungi. Unaweza nikakwambia leo nitakusomea biashara, kesho kanikuta kwenye kilimo. Inategemea. Sasa umezungumzia katika upande wa kitaaluma. Turudi katika upande wa kijamii. Yes. Mimi nakufahamu. Na nafahamu wewe ni mtu ambaye watu wengi unajua sana wanakupenda kwa namna ambavyo unaishi, kwa sababu umekuwa ni mtu wa watu. Umekuwa ni mtu ambaye wa kujitoa, lakini pia una heshima kwa watu. Sasa hii labda unajua wakati mwingine mtu namna anavojitoa zaidi kwa watu, huenda yeye sasa labda tunaona labda wewe unajitoa, unawasaidia watu, lakini pia kuna changamoto pia ambapo mtu unaweza zikakukumba wewe mwenyewe. Hususan mfano, kuna tafiti zinasema mtu ambaye anatatua matatizo ya watu wengi mara nyingi huwa mpweke. Nasema sasa kwa kukaa nje ya nchi kama hivi, wakati mwingine unakumbwa na sonona, unakumbuka nyumbani, unakuwa unapatwa na msongo wa mawazo. Sasa wewe unatumia njia zipi kuepukana na vitu kama hivi, labda sonona na upweke? Sorry, excuse me. Asante. Mimi ni mtu ambaye napenda sana Mungu. Nafanya sana ibada. I may look charming nje, mtu anaona kama huyu bwana. Sababu ni mtu ambaye nikiwa sehemu napenda tu vibe, tufurahi, tupige story, niwachekeshe, lakini nikiwa mwenyewe ni mtu ambaye mimi na Mungu tupo karibu sana. Natumia njia nyingi kufanya ibada. Naweza kusali, naweza kukaa tu na Mungu, na yani naweza tu sababu sehemu yote ulipo ni Mungu yupo. Naweza tukakaa hivi naongea na Mungu. Kwa hiyo natumia hiyo njia kama ni kumeditate, lakini pia ni kuongea na Mungu. Kwa hiyo inanisaidia sana kuweza kufanya nisipate hizo sonona za mara kwa mara, lakini pia familia.
napigia sana simu nyumbani, wananipigia simu. Yaani niko nao karibu kiasi cha kwamba najua kinachoendelea. Kama tuko hapa na hapa. Ikitokezea kitu yani tayari nishatumwa voice note. Kuna hiki na hiki, kwa hiyo najua okay hichi kinaendelea. Kwa hiyo ni kama tupo karibu, lakini pia huku watu ambao wako huku kama ulivyosema mimi ni mtu wa watu. Kwa hiyo siruhusu hiyo hali iweze kunikumba sana. Kwa hiyo nikiona kabisa naanza kupata hisia za naanza kuambia wenzangu, jamani sasa naanza kumiss nyumbani. Tufanye nini? Naambia sasa hapa ngoja niwapikie. Tuleni pamoja leo. Basi tunakuta tunakula pamoja, tunapiga story au tunafanya kitu cha pamoja kama girls ndani. Tunafurahi, tunatoka. Mara nyingi pia tunatoka. Basi tuogani tutokeni, tunatoka. Tunaenda sehemu tunakula, tunafurahi, tunaangalia mazingira au nje tu beach. Kwa hiyo na njia nyingi ambazo za kusema ya kutokuruhusu hiyo hali iweze kuniandama. Sipendi kuwa na huzuni. Na ikataa sana hiyo hali. Kwa sababu unaona huzuni inakula sana. Kama mtu yani ukikaa hivi kwa na huzuni, ukientertain inakufanya kila wakati utakuwa huko sawa. Kwa hiyo naambiwa istamti bi hayatik, starehe katika maisha yako. Usiwe na huzuni, usiwe na stress. Ndio maana pia katika alhamdulillah katika Uislamu kuna ukiingia let's say Google ukisearch unataka dua ambayo ya kutoa huzuni ipo. Unaisoma pale. Ukisoma baada ya muda kidogo huzuni inapungua au suratu Yasin. Kwa hiyo mara nyingi nikiona njia zote hizo zimefeli naenda kwenye suratu Yasin. Ayatul Kursi. Yaani mradi nisiwe na huzuni. Kwa hiyo sipendi kuentertain huzuni. Sasa hongera kwa kuweza kupambana na njia kama hizo, kwa sababu moja ya changamoto ambazo wanafunzi wengi ambao wanasoma mbali na nyumbani huwa wanazimention hiyo. Na nafikiri ukiweza kushindana na hali hiyo basi unakuwa umewin katika maisha. Na kwa kumalizia tu, kwa sababu tunasema muda nao sio rafiki. Waarabu wanasema alwaqti kaswaif, muda ni kama upanga, ukichelewa unakukata tu. Kwa kumalizia sasa, Madam Lela, mimi napenda kuitaga Richard kwa utani. Una neno lipi la kuambia vijana ambao wapo nyumbani labda Zanzibar, wapo nyumbani Tanzania, wana ndoto labda za kutoka labda nje ya nchi kuja labda nchi kama Taiwan ama sehemu nyingine kwenda kusoma, hususan mabinti labda ambao wako nyumbani labda wanahofia labda nawezaje kutoka nyumbani, labda naogopa labda wazazi nawaambiaje ama vitu vingine kama hivyo, una neno lipi la kuambia? Kwanza nataka tuende kwa wazazi. Wazazi waamini watoto wao, kwa sababu unajua mtoto unaweza nyumbani wana ile kwamba mindset kwamba mtoto labda ataharibika, lakini mama anamlinda mtoto kwa roho, baba anamlinda mtoto kwa tabia. Let's say kwamba the way anavyomlea, the way anavyomchunga na kufanya vitu hivi, pia unamuelewesha kwa nini unamchunga. Na hisi inasaidia sana kuweza kumfanya mtoto aweze kujisimamia na kujielewa hata kama we haupo. Kwa hiyo ni vizuri wazee kuamini watoto na kuwapa nafasi waweze kufanya ndoto zao. Na pia kwa vijana wenzangu, muda sio rafiki kama ulivyosema. Kwa hiyo natakiwa wasiogope kuchukua hatua. Kuchukua hatua ni kitu kizuri, especially ile ambayo unaogopa sana. Yaani ukiwa unaogopa kabisa, nikienda huko nje sijui itakuwaje na hisi itakuwa, nenda nje. Ukishafika huko nje utajua mguu wa kwenda Mwenyezi Mungu tayari ushaombewa. Wewe ukifika huko tayari neema zipo. Hakuna shida. Jiamini, amini ndoto zako, nenda kwenye hiyo fursa. Usikubali kupitwa na hiyo fursa, baadaye utajilaumu vibaya sana ikikupita. Na muda utakuwa haurudi tena nyuma. Nenda sasa, fanya maamuzi sasa, usiogope. Kama mtu mwingine ameweza, wewe kwa nini ushindwe? Wewe una nini ambacho cha kushindwa mwenzako ambayo hawezi? Kwa hiyo ni hicho. Chengine, nje hakuogopeshi. Nje ni kuzuri, nje ni nahisi nilivyokuja huku ndo akili yangu imezidi kufunguka. Yaani the way ambavyo nilifunguka nyumbani niliona no. Huku akili yangu imefunguka zaidi na kuna fursa zaidi na utafanya mambo mengi zaidi. Kama unataka kusoma, muhimu tu malengo, muhimu tu Mungu simwache, basi kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana, ulikuwa ni wakati mzuri sana kuzungumza nawe Madam Lela. Umeshare nasi vitu vingi sana. Naamini marafiki zetu ambao wanatuangalia hapa wamefaidika
kwa namna moja ama nyingine tumegusia masuala ya kijamii, umezungumzia familia nyumbani, umezungumzia safari yako ya kutoka Tanzania hususani kule visiwani Zanzibar, visiwa vya marashi ya karafuu mpaka kuja huko nchini Taiwan. Lakini pia umetuelezea kuhusu harakati zako, kuhusu foundation yako ya Apio Foundation. Naamini Mwenyezi Mungu atafanya wepesi iweze kusimama na kwa moja ya taasisi ambazo zinawasaidia watu wengi na watakunufaika kulingana na juhudi, kutokana na juhudi zako. Lakini pia umetuelezea maisha ya Taiwan kwa ujumla, hususani kwa mtoto wa kike. Shaona. Naamini hii itakuwa chachu kwa wengine, labda kwa wanafunzi wasichana ambao wako nchini Tanzania ama sehemu nyingine za Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda ama kokote pale, chachu ya wao kuweza kutoka out of their comfort zone na kwenda kutafuta fursa sehemu mbalimbali, ikiwezekana ughaibuni kama huku. Sasa niseme tu asante sana, jazakallahu khair. Mwenyezi Mungu azidi kukuongoza na azidi kufanya wepesi katika juhudi ambazo unaziweka, na nikutakie kila la kheri na safari njema katika huo mkutano ambao umesema utaenda nchini Ujerumani kwa ajili ya kwenda kuwasilisha utafiti wako. Naamini utaipeperusha vyema bendera ya Tanzania, lakini pia nikutakie kheri ya kuhitimu kama ulivyosema unaelekea kuhitimu. Mwenyezi Mungu akufanye wepesi, na nikutakie pia kheri katika safari yako baada ya kuhitimu. Waswahili wanasema safari moja huanza na nyingine. Sasa mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Leo tulikuwa na Madam Leila, ameelezea mengi kuhusu yeye. Nafikiri umejifunza vitu mbalimbali. Kama una maoni, una maswali, unaweza kushusha katika upande wa comment. Tufollow kupitia account zetu za Instagram, subscribe katika account yetu ya YouTube, lakini pia kule TikTok tupo. Kote huko kama Authentic Swahilians. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaletea taarifa mbalimbali, fursa zinazopatikana katika nchi ya Taiwan, na tukuwaletea watu wa Tanzania na wana Afrika Mashariki kwa ujumla ambao wamekuwepo hapa nchini Taiwan kwa miaka kadhaa, wenye uzoefu na maisha ya hapa, wamekuwa nasi na wamekuja hapa kushare taarifa zao katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, za kitaaluma na kielimu kwa ujumla. Nafikiri mwendelezo huu utakuwa chachu kwa wenzetu ambao wako Tanzania na maeneo mengine. Basi endelea kuwa nasi, nikutakie kila la kheri katika ufuatiliaji wa vipindi hiki. Alamsiki, kwaherini sana. Asante sana Madam Leila.